Karibu tena Pop Recaps, na leo tunaendelea na sehemu ya 4 ambayo ndiyo sehemu ya mwisho ya simulizi hii. Baada ya kupitia majaribu makubwa yasiyoisha, sasa hatima ya Garmin na kikundi chake inakwenda kuamuliwa. Sehemu ya 4 inaanza na mama akieleza kwamba Garmin huwa anakata tamaa kila mara kabla ya kujua matokeo yake. Hata hupoteza umakini na kushindwa kudhibiti nguvu zake vizuri. Marafiki zake wanagundua kwamba kuna jambo haliko sawa na wanaamua kuzungumza naye mmoja baada ya mwingine. Sehyun anamweleza kwamba maji hubadilika kuwa mvuke yanapofikia kiwango cha kuchemka, na kabla ya hapo huonekana kana kwamba hayabadiliki. Kujifunza nako ni hivyo hivyo. Ikiwa Garmin ataendelea kujitahidi, siku moja mabadiliko makubwa yatafika. Baada ya kusikia maneno hayo, Garmin anaelewa ujumbe na anaacha kujisikia vibaya. Ghafla, Daechol anampigia simu. Babu yake Sanchol yuko katika hali mbaya sana, lakini bado anasisitiza kufanya mtihani. Sanchol anakimbia kwenda hospitalini, ingawa majambazi kadhaa wanamzuia njiani. Hatimaye anapofika, akiwa amepigwa na mwili wake umejaa michubuko, anamkuta Garmin akimsaidia babu yake kufanya mtihani wa TOEIC ambao ulikuwa ndoto ya maisha yake yote. Baadaye, kikundi cha kujifunza kinahudhuria mazishi. Huko Garmin anakumbuka maneno yake na anatambua kwamba anapaswa kumuonyesha Sanchol furaha ya kujifunza. Kisha anamwambia babu yake kwamba Sanchol alipata furaha kupitia kusoma. Baadaye Sanchol anafungua kitabu cha msamiati alichoachiwa na babu yake. Anamshukuru Garmin kwa kutimiza ombi lake la mwisho na kwa kumwokoa kutoka kwenye kukata tamaa. Muda mfupi baadaye, matokeo ya mtihani wa muhula yanatangazwa. Sehyun anakuwa wa kwanza na wengine pia wanaboresha matokeo yao, lakini mshangao mkubwa ni Garmin anafanikiwa kupanda kutoka nafasi ya 219 hadi nafasi ya 209. Mwalimu Lee Han-kyung anampelekea mkuu wa taaluma ripoti ya matokeo. Kwa kuwa alitimiza ahadi yake, mkuu huyo anaitisha kikao cha nidhamu dhidi ya Baek Jang-won. Sanchol analizuia gari la Baek Jang-won na kumwambia aingie kwa kufuata sheria za shule. Anashuka kwa kusitasita na kukitazama kikundi cha kujifunza kwa hasira. Park Gyeonyop anamwomba mwalimu Lee Han-kyung afute kikao hicho. Yuko peke yake dhidi ya nguvu za Baek Jang-won na anaweza kuumizwa. Kisha inafichuliwa kwamba mwalimu huu aliyefariki alikuwa mama yake Park Gyeonyop. Mwaka mmoja uliopita, yeye pia aliendesha kikao cha nidhamu dhidi ya Baek Jang-won na wanafunzi wengine ili kuisafisha shule. Hata hivyo, usiku huo huo, mwanaume mmoja aliyevaa nguo nyeusi alimuua. Kila mtu alimshukua Baek Jang-won, lakini mpiganaji mmoja wa akiba alibeba lawama kwa niaba yake. Ndiyo maana Park Gyeonyop anaogopa kwamba Lee Han-kyung atapata mwisho kama huo. Hata hivyo, Lee Han-kyung anakataa kuinama mbele ya uovu. Haijalishi ni vigumu kiasi gani, anaamini atatimiza ndoto ya mwalimu Wu. Wakati huo huo, Baek Jang-won anamwahidi baba yake kwamba atatatua mgogoro huu kama alivyofanya ule wa awali. Muda mfupi baadaye, video iliyohaririwa inapakiwa mtandaoni ili kukichafua kikundi cha kujifunza, ikikishtaki kwa wizi na vurugu. Hivyo, kikundi hicho kinatiwa alama kuwa klabu ya waasi. Naibu mkuu anataka kuitisha kikao cha nidhamu ili kuwaadhibu na kumfukuza mwalimu Lee Han-kyung, isipokuwa akifuta mashtaka dhidi ya Baek Jang-won. Lee Han-kyung anawaambia wanafunzi hao kwamba wema wao si kosa na kwamba hawawajibiki kwa yaliyotokea. Hata hivyo, mpaka ukweli ujulikane, wanapaswa kupuuza uchokozi wowote, hasa Garmin. Anaahidi kwamba atarekebisha kila kitu. Ghafla, wanafunzi walioko koridoni wanaanza kushambuliana bila sababu. Baek Jang-won anatangaza zawadi. Yeyote atakayepandisha nafasi yake ndani ya saa moja atapata woni milioni 1. Hata rafiki wa zamani wa Sehyun anamshambulia. Sehyun anabaki mwenye huzuni na kuchanganyikiwa, akijiuliza kama kweli wataweza kuibadilisha shule. Kisha anapokea simu na anakimbia kwenda eneo la ujenzi. Garmin pia anapokea ujumbe na anaenda moja kwa moja kwenye chumba cha shughuli za kikundi. Baek Jang-won na watu wake wameharibu kila kitu, wakivunja juhudi zote za kikundi hicho. Garmin anakunja ngumi akitaka kupigana, lakini Siwon anamzuia na kumwomba avumilie. Wakati huo huo, baba yake Sehyun anaonekana akibishana na wafanyakazi, akipaza sauti kwamba mwanawe si mhalifu. Hiyo ndiyo mara ya kwanza Sehyun anamsikia baba yake akimtetea. Akiwa amejaa maumivu na hatia, Sehyun anaahidi kuacha masomo na kuanza kufanya kazi kwenye eneo la ujenzi. Siku iliyofuata, wazazi wa Lee Ji-won pia wanamrudisha nyumbani na kumkataza kuonana tena na kikundi cha kujifunza.
Wakati huo huo, Lee Jun, bila kujua kinachoendelea, anaendelea kutuma ujumbe akiomba taarifa mpya. Gamin anakaribia kujibu, lakini ghafla anaona Sehyun ameondoka kwenye kikundi cha mazungumzo. Mama yake anatambua kwamba amekasirika na anamuuliza kilichotokea. Gamin anamwambia kwamba kikundi cha kujifunza kiko karibu kuvunjika. Ili kumfariji, mama yake anamweleza kwamba alimruhusu kubaki katika shule hiyo kwa sababu aliona jinsi alivyokuwa na furaha akiwa na marafiki zake. Kisha Gamin anakumbuka nyakati zote nzuri walizoshiriki pamoja na anarudisha hamasa yake. Anasafisha chumba cha shughuli, kisha anaenda eneo la ujenzi kufanya kazi pamoja na Sehyun. Ingawa Sehyun anamwambia arudi, Gamin anamjibu tu kwamba anataka kuingia chuo kikuu pamoja naye. Sehyun anaguswa na azimio la Gamin, hivyo anapiga magoti tena mbele ya baba yake na kumsihi amruhusu abaki shuleni. Zaidi ya hayo, anaahidi kwamba baada ya miaka 3 ataingia katika chuo kikuu bora na kumpa maisha mazuri zaidi. Gamin pia anaahidi kwamba siku moja Sehyun atakuwa mmiliki wa jengo hilo. Baadaye wanaenda nyumbani kwa Lee Ji-won na kuwashawishi wazazi wake kwa kutumia matokeo bora ya Sehyun pamoja na kikapu cha matunda ya blueberry. Kisha wanamkuta Ji-woo katika duka la bidhaa za kila siku na kumrudisha. Lee Jun anafurahi sana anapoona Sehyun amerudi kwenye kikundi cha mazungumzo. Siku iliyofuata, kikundi cha kujifunza kinarudi shuleni kwa ajili ya pambano la mwisho dhidi ya Baek Jang-won. Wakati huo huo, mwalimu Lee Han-kyung anakataa kufuta mashtaka dhidi yake na anasisitiza kwamba kikao cha nidhamu kifanyike kama ilivyopangwa. Mpelelezi anamshauri asiende shuleni kwa sababu hakuna anayejua Baek Jang-won anaweza kufanya nini. Hata hivyo, anakataa kurudi nyuma. Siku moja kabla ya kikao cha nidhamu, naibu mkuu anamuomba Lee Han-kyung aje shuleni. Anaamua kumweleza kuhusu makubaliano haramu kati ya genge na shule. Mpelelezi anatambua hatari na kumwonya asiende, lakini Lee Han-kyung anasisitiza kuwa chambo ili kupata ushahidi. Kisha mazungumzo yao yanaanza. Lee Han-kyung anatoa simu yake na kuanza kurekodi, huku naibu mkuu akikiri wazi kwamba shule hiyo inaendeshwa kama ufalme wa Baek Jang-won, ikifundisha wanachama wa mafia na kutakatisha fedha. Naibu mkuu anavutiwa na ujasiri wake, lakini ghafla taa zote zinazimika na anakimbia. Lee Han-kyung anaenda kwenye korido kuangalia, lakini anazungukwa na Baek Jang-won pamoja na watu wengine 3. Anawaonya kwamba polisi watafika muda si mrefu kwa sababu aliweka kifaa cha kurekodi kwa siri kwenye kitufe chake. Mpelelezi alikuwa ameahidi kumwokoa ikiwa hatatoka ndani ya dakika 30, lakini yeye pia anashambuliwa. Kisha Baek Jang-won anamtishia, akiweka wazi kwamba kifo cha mwalimu Woo hakikuwa uvumi tu. Wakati huo huo, mfumo wa matangazo wa shule unawashwa. Baek Jang-won anaanza tena kuwatusi wale anaowaona kuwa maadui zake. Wakati huo huo, Gamin anatokea akiwa pamoja na marafiki zake 4. Walikuwa wakifuatilia kila kitu kwa siri, ingawa mwalimu Lee Han-kyung anahofia usalama wao. Walipogundua kwamba angekutana na naibu mkuu, waliandaa mtego. Gamin anamwambia Lee Jun amchukue Lee Han-kyung na amlinde. Yeye mwenyewe atamshughulikia Baek Jang-won. Ji-woo na San-chol wanawakabili wale wawili wengine. Sehyun anabaki kupambana na mvulana mwenye kofia. Lee Jun anakabiliana na mwanachama wa genge aitwaye Ant. Wawili hao walikuwa marafiki tangu utotoni, lakini baadaye Ant akawa mfuasi wa Baek Jang-won. Wakati huo huo, Lee Han-kyung anahitaji kutoroka na kupeleka ushahidi kwa polisi. Kuanzia ghorofa ya kwanza hadi ya 4, kila mmoja anapambana na mpinzani wake mwenyewe, ingawa wote wanaanza wakiwa katika hali ya kushindwa. Ji-woo ndiyo wa kwanza kushambulia tena, lakini anashindwa kumwangusha yule mtu mkubwa. Kisha anaungana na San-chol na pambano linageuka kuwa watu wawili dhidi ya wawili. Hatimaye wanafanikiwa kubadili hali ya pambano na kushinda. Kwa upande mwingine, Sehyun anafukuzwa na kushambuliwa na mvulana mwenye kofia mpaka risasi zake zinaisha. Kisha anasonga mbele kujitetea. Kabla ya hapo, alikuwa amejifunza mbinu za mapigano kutoka kwa mama yake Gamin. Kwanza anapokea mapigo bila kukata tamaa, na mpinzani wake anapochoka, analenga sehemu zake dhaifu. Mwishowe anamshinda kwa pigo moja. Lee Jun anakitoa kisu kilichokuwa kimechomeka kifuani mwake, na
kwa shambulio la haraka anamwangusha mpinzani wake. Wengine wote tayari wameshinda, hivyo waliobaki ni wenye nguvu zaidi, Baek Jang-won na Gamin. Gamin anaanguka tena na tena. Baek Jang-won anamdhihaki akisema kwamba hawezi kubadilisha chochote wala kumwokoa mwalimu Lee Han-kyung. Lakini anaposikia kwamba Lee Han-kyung yuko hatarini, Gamin anasimama na kutumia mbinu yake ya mwisho na hatimaye anamshinda. Wakati huo huo, Lee Han-kyung ambaye alikuwa amefanikiwa kutoroka anazuiwa na wanachama wa genge. Anashikilia kifaa cha kurekodi bila kuweza kufanya chochote mpaka anaposikia sauti ya Siwon. Nyuma yake wanaonekana wanafunzi aliowashawishi kumlinda mwalimu wao. Mvutano unaongezeka na pambano linakaribia kuanza. Siku iliyofuata, mwalimu Lee Han-kyung anafanikiwa kuendesha kikao cha nidhamu. Baek Jang-won anafukuzwa shule. Zaidi ya hayo, kutokana na ushahidi uliorekodiwa na Lee Han-kyung, pia anakamatwa kwa mauaji ya mwalimu Wu. Naibu mkuu aliyekuwa akimlinda pia anapata adhabu yake. Hivyo kila kitu kinatatuliwa. Mwalimu Lee Han-kyung anatimiza ndoto ya mshauri wake na kuigeuza shule kuwa shule ya kawaida. Ming-an anaachiliwa mapema baada ya kubadilisha maisha yake na anapatanishwa tena na dada yake. Hata hivyo, simulizi la kikundi cha kujifunza bado halijaisha. Mitihani ya mwisho inakaribia na changamoto mpya zinawasubiri. Na kwa njia hiyo ndio mwisho wa muhtasari huu.